Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningependa kutoa nasaha za dharura kwa wale wote watakaoswali swala ya Eid leo siku ya Ijumaa. Ikiwa wewe wajijua kwamba utaswali swala ya Eid leo siku ya Ijumaa, basi ujue vile vile unalazimika kuswali swala ya Ijumaa kama kawaida. Yaani ukimaliza kuswali swala yako ya Eid, ukamaliza shughuli zako, ujue unasubiriwa kutekeleza swala ya faradhi ya Ijumaa kama kawaida. Wala Ijumaa haiondoki wala haina khiari, lazima utekeleze swala ya faradhi ya Ijumaa hata kama wewe umeswali Eid. Haijalishi kama umeswali Eid, Ijumaa ni faradhi kwako, uitekeleze kama kawaida. Na huo ndiyo msimamo wa madhehebu ya Imam Abu Hanifa na madhehebu ya Imam Malik na madhehebu ya Imam Ash-Shafi'i. Ama kwa upande wa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, wao ndio wameruhusu, na wao wameruhusu kwa upande wa wale maamuma kwamba wanaweza kuswali ya dhuhuri badala ya Ijumaa. Na hiyo ni kulingamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaruhusu wale mabedui, watu wa kutoka vijijini. Walikuwa watu wanakuja kutoka vijijini, wanakuja kuswali pale Madina swala ya Eid. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaruhusu kwamba hawatakuwa na haja ya kuswali swala ya Ijumaa, wapate nafasi ya kurudi vijijini mwao na waende wakatekeleze swala ya dhuhuri huko vijijini. Kwa hiyo ruhusa ilikuwa kwa mfumo huo, na kwa ufahamu huo ndio haya madhehebu mengine wakasema swala ya Ijumaa haitaondoka, kwa sababu hii ilikuwa ni kwa watu maalum ambao kwamba ni wale watu wa vijijini. Ama kwa upande wa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, akaona hii ruhusa ni ruhusa ya Waislamu wote, wanaweza kuitumia ruhusa kama hii. Kwa hiyo hata kwa madhehebu hayo ya Imam Ahmad ibn Hanbal, ruhusa hii imetolewa kwa maamuma, sio maimamu. Maimamu lazima warudi msikitini wakatekeleze ama wakasimamishe swala ya Ijumaa kama kawaida. Kwa hayo madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa sababu gani? Wakasema ya kwamba kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wametekeleza swala ya Eid lakini wenyewe wamependelea kuswali Ijumaa, lazima imamu arudi akaswalishe Ijumaa wale watu. Na kuna wengine ambao kwamba wamekosa swala ya Eid, yani hawakuweza kuswali swala ya Eid, watalazimika kuswali Ijumaa. Kwa hiyo imamu atakuwa ni wajibu wake kwenda kuwaswalisha watu kama wale. Kwa hiyo maimamu lazima warudi wasimamishe swala ya Ijumaa kama kawaida, na misikiti lazima isimamishe swala za Ijumaa. Adhuhuri zilizoruhusiwa ni watu wakaswali majumbani. Wewe wataka kuswali adhuhuri, rudi nyumbani ukaswali adhuhuri. Lakini msikitini watu wataswali Ijumaa. Lakini imamu ikiwa atafunga msikiti, ama imamu ndani ya msikiti ataamua kuswalisha maamuma wake swala ya adhuhuri, na filihali kuna baadhi ya maamuma pale wanataka kuswali Ijumaa wakakoseshwa swala ya Ijumaa kwa sababu imamu ameamua kuswalisha watu adhuhuri, hiyo ni makosa, na hiyo atakuwa ameenda kinyume na madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ama madhehebu yaliyobakia yote ni lazima mtu arudi msikitini akatekeleze swala ya Ijumaa. Jambo jingine ambalo kwamba ni la dharura pia linatakiwa lifahamishwe ni kwamba lazima wewe ujitambue kama Muislamu, wewe ni mtu ambao kwamba unafuata madhehebu gani. Utajijuaje wewe ni Muislamu madhehebu gani? Usiseme madhehebu yangu ni Uislamu. Hapana, hakuna madhehebu ya Uislamu. Lazima uwe na madhehebu maalumu. Uislamu wako umejengwa katika kanuni zipi na ufahamu upi na uelewa upi, watekeleza vipi ibada zako. Kwa hiyo lazima uwe na madhehebu ndio ujue namna gani unatekeleza ibada zako na mambo mengine ya dini. Kwa hiyo ili ujue wewe ni madhehebu gani, tizama ibada zako unazozitekeleza. Unaswali vipi? Unafunga vipi? Unatawadha vipi? Ibada zako zote unazitekeleza vipi? Utajua mfumo wa ibada zako ni mfumo wa madhehebu gani. Hayo madhehebu uliyoko utajua sasa mimi hapa naruhusiwa kuswali ya dhuhuri ama siruhusiwi. Kwa sababu ukijijua unafuata madhehebu ya Shafi au ya Maliki au ya Hanafi, basi ujue lazima uswali swala ya Ijumaa kama kawaida. Kwa hiyo mpaka ujitambue hilo. Na ni makosa ikiwa mtu ni Muislamu wala hana madhehebu, akawa yeye akiswali hajui anaswali vipi, akitawadha hajui atawadha vipi, kumbe kuswali kwake anaswali madhehebu ya Shafi, kutawadha kwake anatawadha kihanafi, kufanya ibada zake zingine, kufunga kwake anafunga kimaliki. Yani akawa zile ibada zake amezitanganya madhehebu. Hiyo ni haramu ala al-itlaq, hairuhusiwi katika sheria kufanya mchanganyiko katika ibada zako, kumchanganyiko wa madhehebu haifai. Lazima uwe na madhehebu mamoja. Nafikiri imeeleweka swala hilo. Kwa hiyo inshallah taala tuswalini swala ya Eid kwa wale waliojaliwa, kwa watakoswali swala ya Eid siku ya Ijumaa, na warudi msikitini kuswali swala ya Ijumaa kama kawaida. Na inshallah taala na wale watakoswali swala ya Eid Jumamosi kwa kulingamana na miandamo yao, pia tunawapatia tahnia inshallah taala nyote Waislamu na sote Waislamu, wa kullu amin wa antum bi alfi khair.
wa Eidukum mubarak inshallah taala. Mwenyezi Mungu atupatie Eid ya neema, Eid ya baraka na fadhila na rehema inshallah taala. Allah tutakabalie, takabalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.